Jina langu ni Kasisi Ken Baraza. Mimi ndio mwanzilishi wa New House of Grace Kakamega, na pia mimi ndio County Chaplain Kakamega County. Leo ni mkutano unaitwa Shepherd Symposium. Hii mkutano ni wachungaji wote katika county ya Kakamega wamekuja kujifunza vile watalinda kanisa, wamekuja kujifunza mambo ambayo labda hawakuwa na nafasi wengine kwenda shule kujifunza, na serikali yetu ya Kenya siku hizi inataka mtu awe amesomea taaluma zaidi ama katika masomo ya kidini. Kwa hivyo hii ilikuwa ni masomo ya kidini ambayo iko chini ya Oral Roberts University kutoka America. Tunaita Shepherd Symposium, kufunza watumishi wa Mungu vile watalinda kanisa pia na washirika. Jambo la kwanza ni kama walimu walikuwa wameona ya kwamba maandishi ama malengo ya ile drama haikuwa ni malengo yaliyo mazuri, basi wangesimamisha waseme ya kwamba play hii labda ina kejeli serikali, lakini kuacha iendelee mpaka mahali imefika. Watoto wetu wasichana labda wamejifunza mahali wamefika, alafu kwa ghafla bin vu inasimamishwa, inaleta sana hali ya watoto wetu kujiona ya kwamba labda they were doing something that wasn't right, and their teachers were there watching without maybe stopping them. Kwa hivyo ningelipenda serikali yetu ya Kenya, kama kuna vipindi ambavyo havifai katika shule, walimu, headmaster na wale ambao wanasimamia drama kwanza wazipitie. Wanapozipitia, kama zina maadili ambayo ni mazuri, basi waruhusu. Ama kama ni maadili ambayo hayafai, sio lazima drama isimamishwe, bali kuna vitu zinaweza tolewa, zingine siegeshwe pale, ili watoto wetu wameshinda wakipractice, wasione ni kama wamepigwa na serikali. Na ndugu yetu Malala, na kama kanisa takatifu, we shall talk to him. Asante. Wanafunzi wetu najua wengi wamedhoofika, wameshangaa nini kimeendelea. Wengine wamesema hawatawahi ingia katika drama ama vitu kama hapana, la hasha. Nyinyi tafadhali msiingilie mambo ya siasa kwa sasa hivi. Najua tutawatembelea katika mashule zenu kama watumishi wa Mungu, tutawaongelesha na mtapewa fursa nyingine. Wazazi wetu mahali mliopo, msiambie watoto wetu msijaribu kuingia katika michezo kama hiyo, bali mwatie nguvu, mwatie morali, ili next time wanapoingia katika mahali kama hapa ama plays, Mungu ataenda kuwabariki. Wengine nimeona wameenda katika kimataifa na wamekuwa ni watoto wetu wa baraka. Maana kukuza vipawa. Na afadhali mtu afanye jambo vibaya lakini liwe ni jambo nzuri, kuliko kufanya jambo mbaya vibaya. Kwa hivyo labda ndugu yetu alikuwa anajaribu sana kuinua vipawa za watoto wetu, maana najua pia yeye ni mmoja wa vijana ambao wameguzwa katika vipawa kama hicho. I know that Western Kenya we are talented. Tumekuwa watu ambao tumekuwa na vipawa nyingi sana zimetoka upande wa Western region. Kwa hivyo ninaomba hivi, ndugu zetu ambao tafadhali wa Western region mzima, jambo ambalo pia limetendeka likakata mikakati mara Nakuru mara wapi, tafadhali ninaomba sasa wakati kama huu turudi chini, tusiwe na hasira tafadhali. Hasira ni hasara. Tutazemezana na hawa viongozi wa Samuel Welimo, Chairman Western Region Clergy Association, also the Chairman Alliance of Protestant Churches of Kenya. We came here for the clergy's meetings organized by the chaplain of Kakamega County, Ken Baraza. The situation in our country, we ask the leaders of this country to harmonize and retreat from early campaign. In addition, I'd like to talk about what happened in Nakuru. Concerns the former Kakamega Senator Malala. We condemn that. We should not incite the children. We are not a part of it. Let the children know exactly that they are friendly for the government. The Gen Zs are there, yes, but also they should be taught what is positive and what can bring them together with the government. Ni vizuri sana tuambie watoto kitu ambaye inaweza kuwaleta pamoja na serikali. Vizuri tusichezee watoto kwa shule. Shule iko independent na walimu, na tuachane na kitu kama hiyo. Hatukuona vizuri mambo iliyokuendeleka. Sasa ikiwa hivyo na kitu itendeke, hata risasi ama kuruneti ifikie mtoto wa mtu,
utaenda kwa kesi, utasema nini kitendeka. Hiyo si mzuri. Tuna condemn that, tunakataa mambo kama hiyo. Nataka siasa utoe kando na shule. Hizi mambo ya siasa isiletwe karibu na watoto wetu. Na shule itengeneze mambo yao binafsi. Iko independent, walimu wafanye maneno yao peke yake, sio kuita mwanasiasa kutengeneza mchezo kwa wanafunzi. Hiyo ndio kitu ambacho natakana. Kwa maana mwanasiasa alipata nafasi kwa ajili walimu walimuita. Pengine aliuza nafasi na yakaenda. Na hiyo walimu watengane, wawachane na wanasiasa, wafundishe walimu, wafundishe watoto kile wanafundisha, sio kuchukua mawaidha kutoka kwa wanasiasa ndio wanafundisha walimu. Mr. Nathan Ndanya wa Christian Church International, nikiwa mmojawapo wa viongozi wa Kakamega County. Leo tumejumuika hapa kwa kuelimisha religious leaders kuhusu mambo yao ya kiroho, mambo yao ya kijamii na mambo yao ya kifamilia pamoja na uchumi. Mimi kama kiongozi wa dini ningependa kuomba ya kwamba tuwe na tolerance hapa nchini Kenya, especially wanasiasa ambao tuko na mirengo tofauti, tulenge kitu ambacho kitasaidia taifa. Na ningependa kuomba vile nani wetu mkuu, waziri wetu wa usalama, kama vile amefanya Nakuru, haikuwa vizuri ku unleash terror kwa wanafunzi pamoja na raia ambao walikuwa wameenda kuangalia mchezo. Na vile ningependa kuomba viongozi wetu wa kisiasa na wale ambao wanalinda watu tofauti, tuwe watu wa kuleta wananchi pamoja, tuwe watu wa kuleta Kenya pamoja, tusiwe watu wa kutawanya ama kutumia force kama force ambayo tunaona serikali sometimes inatumia ambayo iko excess. Issue ya Nakuru ilikuwa tu issue ambayo ilikuwa solved, ingekuwa tu solved in a soft way, na kama kuna advice wangepeana advice yao just in a soft way kuliko kutumia force, especially mimi ni sana upande wa watoto kurushia tear gas pamoja na raia ambao walikuwa innocent. Kwa hivyo na naomba sana watu ambao tunaeneza ujumbe wa umoja, aidha kupitia nyimbo, kupitia michezo, tulete nyimbo na michezo ambazo siko patriotic. Tusilete michezo ambazo zitafunza watoto wetu kuchukiana ama kuona kikundi kibaya ama upande wenu ubaya. Tutengeneze michezo ambayo italeta umoja wa taifa, itakuwa patriotic, na tujue kwamba hawa ndio viongozi wetu wa sasa.